wanasema mnanichocha. Wanasema mnanichocha, ati mtanitoka. Sasa siku ile nitageuka nyuma nikute mmeepa nyinyi. Naam, hujambo na karibu. Leo hii tuvuke maeneo ya Meru ambapo amekuwepo ambaye anajitaja sasa hivi kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Of course kuna confusion nyingi katika maeneo haya ya ODM ama chama hicho cha ODM, na Edwin Sifuna ambaye ndio kiongozi mojawapo wa viongozi ambao wapo kwenye ule mrengo wa Linda Mwananchi katika chama cha ODM. Amezungumza kule Meru katika ibada ambayo amehudhuria kule, na akasema na wale ambao ni waumini, na kuzungumza kwamba sasa hivi anahisi kwamba tear gas na rasilimali zingine za kiserikali ni kama ni zake, ni kama ametengewa yeye. Na katika kuzungumza hili anamaanisha kimaanisha kwamba ni zake, anasema watu waliopo kwenye uongozi especially katika idara za kiusalama wametenga rasilimali za kiusalama katika kuwafuata ama kuwaandama wale ambao ni wanasiasa walio na maoni kinzani dhidi ya serikali ambayo ipo chini ya utawala wa Rais Ruto. Na amezungumza kwamba serikali inaweza kutumia rasilimali hizo katika kuhakikisha kwamba wananchi katika maeneo tofauti tofauti wanapata huduma. Na kwa mfano ametaja kule Meru kuna wizi wa mifugo ambao unaendelea. Amezungumza akasema kwamba iwapo serikali itaangazia rasilimali hizi katika vitu ambavyo vinafaa, basi wananchi hawatakuwa na tatizo, lakini iwapo ataendelea katika kuandama wanasiasa na kuwa na misplaced priorities, basi kauli ya one term haitakoma. Na vile vile pia amewarai wananchi wa kule kwamba one term wakuwe pamoja kabisa, wawe na umoja ili kuhakikisha kwamba Rais Ruto anakuwa ni kiongozi ambaye anahudumu tu kwa muhula mmoja. Na kitu ambacho kimenifanya tufanye hii video leo hii ni katika kauli hiyo, sio mara ya kwanza ama mara ya pili, nimemsikiza Edwin Sifuna akisema kwamba iwapo wananchi hawataungana ama hata rali nyuma yake, basi huenda katetereka. Anasema kwamba sauti ya wananchi ndio inamhakikishia ama inampa nguvu ya kuendelea. Na katika kauli hii watu wengi watajiuliza maswali. Je, Edwin Sifuna yupo na msimamo kama kiongozi ama kama mwanasiasa? Msimamo wake ni upi? Kwa sababu kuna watu ambao wana maoni kwamba Edwin Sifuna licha ya kusema kwamba anataka kuwa bado seneta wa Nairobi, kuendelea kuhudumu katika ile nafasi yake, kuna watu wanahisi kwamba ana uwezo mkubwa wa kushikilia nyadhifa hata za juu, kwa mfano rais. Na hata yeye mwenyewe anasema kwamba ana uwezo kwa sababu chini ya ile training ya Raila Amolo Odinga akiwa hai, aliweza kuwa train wanasiasa wengi kuchukua nyadhifa za juu kama kwa mfano rais na vitu kama hivyo. Na amesema kwamba wale ambao wataki kuwa rais katika mrengo wa ODM ama chama cha ODM waache, basi wape nafasi wale ambao wanataka kuwa rais. Na hii kauli ambayo anasema kwamba iwapo wananchi watamtoroka, kwa sababu watu wengi wanahisi kwamba hili vuguvugu ni la kupita tu, kwa hiyo anasema wasiwadhibitishie wao ambao wanahisi hivyo na waendelee kurally behind him. Je, unahisi kwamba Edwin Sifuna anategemea sana sauti ya mwananchi? Na kama hivyo, je, ni kusikiza ground sana na kwamba yeye pengine hataki kupeana mwelekeo mapema ili watu wajue kwamba atakuwa anafuata njia gani? Sijui hisia zako ni gani kuhusiana na hii kauli ambayo nakuchezea hapa. Anasema hivi: mnanichocha. Wanasema mnanichocha, ati mtanitoka. Sasa siku ile nitageuka nyuma nikute mmeepa nyinyi. Nikikaa hivi ni hesabu kura zetu za Meru na hazifiki 10,000. Tutarudi hapa tuangaliane, si ndio? Wangapi wanasema hii safari tutaenda pamoja? Nataka kuona mbele ya Mungu na mbele ya hii madhabahu, mnasema mtaenda na sisi. Hatutageuka tukute mmeepa. Haya, Kasongo hata kuja mwage pesa hapa. Vile mnaogopa tutanunuliwa, hata mimi naogopa mtanunuliwa. Naam, niachie maoni yako kuhusiana na kauli hiyo ya Edwin Sifuna pamoja na speech nzima ambayo amezungumza kule Meru, akisema kwamba siku hizi serikali imeangazia katika kuandama wanasiasa zaidi ya kuwahudumia wananchi. Mimi naitwa Namisi Mswahili na Namisi Mswahili YouTube channel. Hapa ndio tunazungumzia masuala ya kisiasa, what is trending in the political current affairs. Unanifollow mimi on all my social media platforms kama Namisi Mswahili. Kila kwenye platforms za Facebook, Instagram na TikTok unanipata pale. Vile vile pia una subscribe ili tuendane pamoja kuendelea kuza hii platform ya kujadili masuala ya kisiasa ndani na nje ya Kenya. Hadi wakati mwingine, nasema kwaheri. Wawaje!
place that people can enjoy, a place where enterprise can grow. Be busy in our work as leaders are also busy executing their mandate. These are the teachers that mark all these exams once they are administered. Keep the noise away. I can submit without fear of contradiction that so far it is working.